Shalom, nakusalimu kwa jina la Bwana Yesu, Bwana wetu na Mwokozi wetu. Siku nyingine njema na ya baraka. Mungu ametupa neema, ametupa kibali. Tuko hapa kujifunza. Tutakwenda moja kwa moja kuanza somo letu. Tumeshamkaribisha Roho wa Mungu kwenye maombi nyuma ya kamera. Na sasa tunaendelea mbele tujifunze kwa habari ya neno amina. Neno amina. Ili neno amina tunaliona katika Luka sura ile ya kwanza ule mstari wa 38. Bikira Maria anamwambia malaika, anasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Na kisha malaika akaondoka akaenda zake. Huu ni mchakato wa Mungu. Wakati anakuletea jambo lake, wakati anakuletea kusudi. Na tunaona hapa nini maana ya neno amina? Neno amina linatokana na neno la Kiebrania, ikiwa ina maana na iwe kwangu, na iwe hivyo, ni kukubaliana. Na romana unakuta watu wa madhehebu tofauti, tunapokuwa kwenye maombi, tunapokuwa kwenye sala, tunapomaliza tunasema amina, kugongelea yale maombi tuliyoyaomba, kugongelea muhuri, kusema Mungu na iwe kwangu, na iwe kama nilivyoomba, na itendeke kama vile unavyotaka, sawa na makusudi yako, sawa na vile Bwana Yesu anavyotufundisha mapenzi ya Mungu na yatimizwe kwenu. Ni kukubaliana na mchakato wa Mungu, ni kukubaliana na mapenzi ya Mungu, ni kukubaliana na kusudi la Mungu, ni kukubaliana na kile kitu cha kiagano. Kama mama yetu katika imani Bikira Mariamu anapomwambia malaika hakumwacha Mariamu aende mpaka alipokubali. Alimwambia, nini kitatokea? Sijawahi kuona mume, sijawahi kuwa na mwanaume, niko kwenye mahusiano sawa, lakini simjui mume. Haya mambo yatatendekaje kwangu? Malaika akamwambia, Roho wa Mungu atakuja kama kivuli, atakukalia, atakuja ndani yako, na hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Anampa mchakato wa Mungu. Anamwambia basi kama ndio hivyo, na iwe kwangu kama ulivyosema. Sasa what the meaning of amen? Amen is agree with God. Yani you agree, unakubaliana na matakwa ya Mungu. Amina. Inamaanisha we move with God. Unafanya moving. Kwamba sasa when you say amen, kinachofuata ni kumove, kufanya kile Mungu anachokuagiza. And was God. Hii inasimama ending with God. Yani ni kusimama na Mungu, kusimama na kusudi lake katika kile anachokuambia. Na hii ni never doubt God. Sasa tunachojaribu kujifunza leo ni kwamba watu wengi wamesema amen kwa ajili ya lile kusudi. Watu wengi wamesema amen kwa ajili ya kile kitu cha kimungu ambacho Mungu anakuwa anamuitia au anamwambia, nataka ukafanye kitu fulani. Nimekuita fulani duniani kwa kusudi la ili na ili na ili. Sasa tatizo linakuja pale ambapo unapomwambia Mungu amen, alafu kuna hivi vitu katika ile amen unaipunguza. Amen, I said once, you agree with God. Unamwambia Mungu na iwe kwangu kama ulivyosema, lakini unampangia Mungu michakato ya namna ya kukifanya kile kitu kienda vipi. Mpango wa Mungu juu ya maisha ya mtu kwa habari ya kusudi ni kitu ambacho Mungu ameshakiandaa kwa ajili yake kabla hata yeye hajaumbwa kwenye tumbo la mamake. Tunaona kwenye Yeremia 1 ule mstari wa 4 mpaka wa 5. Yeremia anamwambia, neno la Mungu linasema, neno la Bwana likanijia kusema kwamba kabla sijakuumba nalikujua, nikakutakasa na kukufanya kuwa nabii wa mataifa. Kwamba kabla Yeremia hajakaa kwenye tumbo la mamake, Mungu alimjua Yeremia ni nani, Yeremia atakuja kuwa nani, akamtakasa tayari. Kwa hiyo wewe kabla ya kuumbwa msingi wa ulimwengu, kusudi lako lipo mikononi mwa Mungu, na mchakato na barabara ya maisha yako, mchongo huo barabara uko kwenye mikono ya Mungu. Unapomwambia Mungu amen, Mungu ni mjenzi katika lile kusudi alilokupa. Yeye ndo anakuja anajenga. Let's say una nyumba unajenga. Unataka unaita fundi pale katika ile nyumba, unamwambia fundi, hii ndio nyumba yangu nataka kujenga. Yeye anayehusika na kuleta nondo, anayehusika na kuleta simenti, anayehusika na kuleta mchanga, material yote ya ufundi ni wewe mwenye nyumba. Kwa hiyo mimi naona watu wengi sana wanapata shida hapo baada ya kuitwa kwenye kusudi la Mungu, wanaanza kuchakata. I was talking to my friend last few days ago. Tulikuwa tunazungumza kwa habari ya kusudi. Ananiambia, "Karo, mimi niko tayari na nimeshamwambia Mungu niko tayari kulitumikia kusudi. Lakini siwezi kwanza kulitumikia kusudi niache hii kazi yangu ninaoifanya. Nitakula nini? Nitalipa kodi vipi? Nitaishije mimi na familia?" Sawa, nataka kuliendea kusudi Mungu kama alivyoniita. Kusudi linapiga kelele ndani yangu. Kusudi linanisumbua. Lakini how come? Nawezaje nikaacha hichi ninachokifanya nisiwe na any source of income? Nikamwambia Mungu acha afanye mambo yake namna hiyo. Yaani Mungu ana utaratibu wake. Mungu ana mchakato wake. Mungu tayari ana plani zake. Toka anakuita, anajua kabisa hii nyumba ujenzi wake itahitaji nondo kiasi fulani. I have a plan ya kujenga hii nyumba. Nina ramani ya hii nyumba iko kwenye mikono yangu. Kwa hiyo hii nyumba ramani yake ndio hii, sebule yake itakaa hapa, sitting room itakuwa hapa, labda dining room hapa, vyumba vya watoto viko hapa, choo kitakaa sehemu fulani. Huo mchakato Mungu ndo anao.
Anachokwambia kwanza umwamini. Ibrahim wakati Mungu anamwambia utoka katika mji wa babako, hakumwambia wapi unakoenda. Alimwambia tu toka. Anakoenda Ibrahim hajui. Mungu alipomwambia toka, Ibrahim hakumuuliza Mungu naenda wapi, kufanya nini na kwa agano. Alikubali. Mungu, when you say amen, Mungu na iwe kwangu kama nilivyosema, kitu kinachofuata ni kumwamini Mungu. Wasi mara nyingi Mungu si mtu ambaye tunaweza, mara nyingi Mungu si wa kueleweka wakati mwingine, lakini ni ya kuaminiwa. Mungu ni wa kuaminiwa. Mungu anataka kuaminiwa. Umwamini kwanza kwa kile alichokuambia. Alafu ukishamwamini unaanza na hatua. Ile hatua Mungu ndio anakuja kukushika mkono kukupeleka hatua nyingine. Tunaona Ibrahim anaambiwa toka kwenye huo mji uende mji mwingine. Anakubaliana kwanza. Uko njiani ndo Mungu anaendelea kumpa maelekezo mengine. Anampeleka mpaka kule katika mji, anamwambia Kanani hiyo. Watakuja watu wa kizazi chako watakaa hapa. Si yani miaka 400 watakuwepo huko. Wataenda kwenye nchi ya utumwa Misri, watateswa huko, wataletwa. Wewe utakuwa umeshaondoka kwenda kulala na baba zako, lakini kizazi chako kitakuja hapa. Kitarisi hii nchi, watakaa miaka 400. Sasa wewe mwana Israeli wa leo, Mungu ameshakuita. Tayari miaka 400 alishaongea na babu yako Ibrahim, let's say, anamwambia kwamba wewe utakuja baada ya miaka 400, utakuwa katika mji wa Misri, utateswa huko na Mungu atatuma mkombozi wake, mtakuja mtakombolewa. Miaka 400 iliyopita. Can you imagine? Sisi hapa tunaoishi leo. Unajua Mungu aliongea na babu yako kwa habari yako miaka mingapi? Au mpango wako kwa habari ya maisha yako Mungu aliuandaa kwa muda gani? Ikiwa wale wana wa Israeli miaka 400 iliyopita Mungu aliongea na Ibrahim, akamwambia watakuja hapa, watateseka, lakini nitawatoa kwenda kuirithisha hii nchi. Mungu tayari ana ule mchakato. Sasa wewe mwana wa Israeli wa leo, umeshakuja kwenye hii dunia, Mungu kakuleta, tayari michakato yako iko kwenye mikono yake, barabara ya maisha yako iko kwenye mikono yake. Unatoka hapo, unamwambia Mungu, sitaki, siwezi kutembea kwenye hii barabara, nataka kutembea kwenye barabara yangu. Kwamba how come niache hii kazi inaonipa kipato nikatumikie kusudi lako. Kusudi tayari lipo, Mungu ameshaliandaa miaka mingapi iliyopita. Wewe huna habari na ujui. Mungu amekuleta duniani kwa makusudi yake. Huwa linaanza kusudi kabla ya mtu. Mungu anatazama ili kusudi langu nimpe nani aende nalo akalitumikie huko duniani. Haleluya. Nani akalitumikie? Kuna huyu Yeremia anamwambia nenda na hiki kitu changu. Pasipo kusudi hakuna wewe. Yani wewe ndio kusudi. Hamna mtu aliyekuja duniani kuzurura, hakuna mtu aliyekuja duniani kutembea. Kila mtu ana kitu cha kimungu ambacho anatakiwa kukifanya. Kila mtu anayo assignment ya kufanya. Haijalishi wapi upo. Either you are a doctor, sio lazima wote sisi tu watumishi wa Mungu. Either you are a doctor, either you are a nurse, au wherever, engineer. Mahali kokote Mungu anapokuweka ni kwa makusudi yake, ni kwa mpango wake, ni kwa ni kwa sababu ya mapenzi yake makamilifu. Ndio maana Bwana Yesu anapotufundisha sala Baba yetu, anasema mapenzi yako Mungu yatimie. Alipokuwa anakwenda msalabani anasema, Mungu, natamani hichi kikombe kiniepuke. Si kwa mapenzi yangu, bali ni kwa mapenzi yako wewe. You see, kwa hiyo unaona kila kitu kwa habari ya maisha yetu ni mapenzi ya Mungu. Unapokuja Mungu anapokupa kusudi, when you say amen, unamwambia Mungu na iwe kwangu kama ilivyosema, na unamwamini katika hilo. Na sio kumwambia Bwana nina kitu natakiwa niwe na source of income ili niende kulitumikia kusudi lako. Mungu afanyii mambo namna hiyo. Mungu afundishwi kazi. Mungu aelekezwe cha kufanya. Mungu anakuelekeza wewe what to do kulingana na kile alichokuitia hapa duniani. Yaani wewe kama fundi mjenzi huwezi kumwambia Mungu, nataka hii nyumba yako uijenge, sebule ikae kushoto, dining room ikae kaskazini. No, mwenye nyumba anakuja kukuambia wewe nini cha kufanya. Naitaka nyumba yangu ili uisimamishe, sebule itakaa hivi, nataka nyumba ya hii, ramani yangu ni hii. Ndio ramani ya maisha yetu iko katika mikono ya Mungu. So what I'm trying to say ni kwamba watu wengi wanafeli kwenye hilo eneo. Anakuambia Mungu, yes, amen, na iwe kwangu kama ulivyosema. Lakini baada ya hapo anakuwa na michakato yake sasa. Anamfundisha Mungu cha kufanya. Kwamba mimi nataka sawa kwenda kukutumikia, lakini ili nikutumikie nataka kufanya 1 2 3. Mungu afanye kazi namna hiyo. Sawa, ninakumbuka wakati Mungu ananiita katika utumishi huu, nilikuwa niko katika hilo eneo ambalo wewe mtu wa Mungu upo sahihi. Unamwambia kwamba Mungu, nakubali, nataka kutumika, lakini I want to do this. Lakini Mungu alitandika kila kitu ambacho nijaribu kukifanya. Kwa sababu Mungu hashei utukufu na mwanadamu. That's God. Utukufu wake hatampa mwingine wala hatampa sanamu sifa zake. Anataka each and everything. Kila mtu anapokitazama kile kitu aseme hakika huyu ni Mungu. Sasa hapa katika kitabu cha Mwanzo 15 mpaka 15, Bwana akamwambia Ibrahim, ujue hakika
kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi sio yake. Atawatumikia watu wale nao watateswa muda wa miaka 400. Na hata taifa lile utakapowatumikia watu wahukumu. Baadaye watatoka na mali mengi, lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani na utazikwa katika uzee mwema. Unaelewa? Kwa hiyo hawa wana Israeli safari yao tayari ilishakuwa mikononi mwa Mungu. Hata wao kabla hawajafanya nini? Hawajaja. Haleluya. Kwa hiyo ninachojaribu kukuambia mtu wa Mungu, wewe kabla hujaja katika hii dunia, Mungu tayari ana safari ya maisha yako katika mikono yake. Kwa hiyo Mungu hapangiwi, Mungu haambiwi nini cha kufanya. Ila wewe unapaswa kutii na kusikiza Mungu nini anachotaka wewe ukifanye, kwa sababu yeye anahusika 100% na kukuleta duniani, na hilo kusudi ambalo unataka kuliendea liko kwenye mikono yake. Huna option kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya nini, kwa habari ya namna ambavyo kusudi utalifanya, utaliendea vipi. Anasema atatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Hiyo sio kazi yako wewe ya namna gani. Mjenzi anakuja kuwekeza katika nyumba yake. Yeye anajua namna gani hiyo nyumba itajengwa, namna gani hiyo nyumba itasimama, hayo material yatatoka wapi. Mwenye nyumba ndio anahusika. Si kazi yako kusema kusudi nimelikubali, lakini nitaishi vipi, nani atalipa kodi. Yeye aliye mjenzi, hakuna fundi anayeitwa kufanya kazi asilipwe na mwenye nyumba. Wewe ni kazi yako ni mjenzi. Mjenzi simamia hiyo kazi ya Mungu. Hiyo project ya Mungu, hiyo nyumba ya Mungu ni lazima isimame. Kwa hiyo yeye mwenyewe ataleta material. Nani ataleta? Yeye anajua. Atakulipa mshahara wako. Neno la Mungu linatuambiaje? Kila mtendakazi anastahili posho yake. Kuna watu wanaajiriwa na wanadamu tu sisi, lakini kila mwisho wa mwezi anamlipa mshahara. Sembuse Mungu. Mungu akuite na akuache asikulipe mshahara. Hakuna mtu ambaye anafanya kazi pasipo mshahara. Ni vile sasa sisi tunategemea kwamba labda tutasainiwa cheki au mwisho wa mwezi hela itaingia. Lakini Mungu ana namna ya kutunza watu wake. Kama Elia alilishwa na kunguru, sisi mimi na wewe ni nani? Wana wa Israeli miaka 40 wako jangwani, Mungu anawalisha, viatu havichakai, nguo hazichakai. Kitu cha kwanza ni kumwamini Mungu. Kitu cha pili ni kukubaliana na Mungu. I said once na nitarudia tena kusema, amen maana yake ni agree with God. Move with God, end with God, never doubt God. Hapo utatembea vizuri na Mungu. Na iwe kwako kama ulivyosema mtu wa Mungu. Na iwe kwako na iwe kwangu kama Mungu alivyonena kwa habari ya maisha yangu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Asante kwa kunisikiliza mtu wa Mungu. Niko kwenye platform zangu. Mimi jina langu ni Caroline Abedi Msekeni, mtumishi wa Mungu. TikTok natumia jina langu hilo Caroline Msekeni. Facebook as well. Instagram nipo, napatikana. WhatsApp namba yangu itapita hapo chini. Unaponihitaji unanitumia message through WhatsApp, then nitakupigia mimi mwenyewe. I will contact you. Asante sana kwa kunisikiliza, na iwe kwako kama Mungu alivyosema, na hili neno likafanyike kuwa mwili kwako. In the name of Jesus Christ of Nazareth I pray for you. Amen.